Rais William Ruto atetea rekodi ya utendakazi wa serikali yake. Na kwenye rubaa za kimataifa, Benki Kuu ya Uingereza yasitisha kupandisha viwango vya riba. Karibu. Boniface Mwangi Kariuki, mchuuzi aliyepigwa risasi na kujeruhiwa vibaya wakati wa maandamano ya Jumanne, amefanyiwa upasuaji mwingine mgumu kuondoa mabaki ya risasi yaliyokuwa bado kichwani mwake. Kwa sasa Mwangi yuko katika hali mahututi na anapata matibabu chini ya uangalizi wa karibu katika chumba cha wagonjwa mahututi cha hospitali ya kitaifa ya Kenyatta. Familia yake inaendelea kuiomba serikali kuhakikisha haki inatendeka na kwamba maafisa wa polisi waliohusika wanachukuliwa hatua kali za kisheria. Na tukiendelea, naibu inspekta jenerali wa polisi anayekumbwa na utata Elio Lagata ameandikisha taarifa ya maafisa wa uchunguzi kutoka halmashauri ya utendakazi wa polisi IPOA kuhusiana na mauaji ya mwanablogu na mwalimu Albert Ojwang aliyeaga dunia mikononi mwa polisi. Lagat, ambaye alikuwa mlalamishi kwenye kesi ambapo marehemu Ojwang alihutumiwa kwa kuchapisha taarifa zisizo za ukweli, alihojiwa kwa saa kadhaa na maafisa wa uchunguzi, japo ripoti za alichosema Lagat wa uchunguzi hazikuwekwa wazi. Kwingineko, siasa za ubabe kati ya gavana wa Isiolo Abdi Guyo na mwakilishi wadi zinazidi kushika kasi, huku gavana akiapa kusalia uongozini licha ya kuwa hoja ya kumuondoa mahakamani tayari imewasilishwa bungeni. Gavana huyo anakumbwa na shutuma za matumizi mabaya ya ofisi na ukiukaji wa katiba na sheria nyingine za kaunti. Gavana huyo aliendelea kusema kwamba amepuuzilia mbali wanaoeneza hoja hiyo, akidai kuwa ina muingiliano wa kisiasa. Tukiendelea, Rais William Ruto amesema atahakikisha miradi ya maendeleo iliyoahidiwa inakamilika kabla ya muhula wake wa kwanza kukamilika. Rais akizungumza baada ya kikao cha baraza la mawaziri amechambua kwa upana ahadi za serikali yake zilipofikia. Rais ameshikilia kuwa hana haja ya kuchaguliwa kwa muhula wa pili kwa sasa, ila kuafikia mambo aliyoahidi afikiwe kwa wananchi. Miongoni mwa masuala ambayo serikali ya Rais Ruto iliahidi wakati wa kampeni ni kuangazia kupunguza gharama ya maisha, kuangamiza njaa, kuongeza nafasi za ajira na pia kuongeza idadi ya Wakenya wanaoweza kulipa ushuru na kuimarisha sarafu ya Kenya. Tukiendelea, katika kaunti ya Meru, eneo bunge la Igembe ya Kati, wakulima wamesalia na malalamishi ya kutofidiwa baada ya mimea yao kuharibiwa na wanyamapori. Wakulima hao wameonekana kutoridhishwa na swala la kutofidiwa fedha zao hata baada ya uzinduzi wa hazina maalum ya waathiriwa iliyofanikishwa na Rais Ruto alipozuru eneo hilo wiki chache zilizopita. Bado fedha hizo hazijawafikia. Kwingineko, maseneta wamekumbana na hali mbaya ya hospitali ya kaunti ya Meru, eneo bunge la Timau, ambapo majengo yake yameharibika na uchafu kuzagaa hospitalini. Mbali na hali hii, huduma za hospitali hazijakuwa zikiendelezwa kwani hakuna wahudumu wa afya wa kutosha na hata pia vifaa vya matibabu. Back in theater, maternity is not even a modern maternity, but they have realized that furnitures are more important. So they have Kwingineko, wakazi wa Tharaka Nithi kaskazini kaunti ya Tharaka Nithi wamenufaika na kambi maalum ya matibabu ya macho katika zahanati ya Gatue iliyoanzishwa na serikali ya kaunti kwa ushirikiano na Fred Hollows Foundation ili kupambana na ugonjwa wa kiwingu cha macho ama eye contract bila malipo, kama mwanaripota wetu Mary Kabaka anavyoarifu. Serikali ya kaunti ya Tharaka Nithi kwa ushirikiano na Fred Hollows imeanzisha